Ripoti mwanafunzi. Ukuta wa aina ya 8 unaitwaje? Unaitwa nguvu na hasira. Aina ya 9 wanaficha kwa usingizi. Aina ya kwanza wanaficha kwa sheria. Wewe aina ya 8 unajenga ukuta wa chuma ukisema jaribu kunigusa ni kuonyeshe moto. Mapenzi yako au willpower yako ni mimi ndiyo nitadhibiti ulimwengu. Sitaki mtu anitawale, anidanganye au anifanye nionekane dhaifu. Ni kama una bunduki mkononi mwako 24/7 ukisimama mlangoni mwa moyo wako, wewe ni mlinzi wa watu wako. Kwa nini unafanya hivyo aina ya 8? Ndani yako kuna hofu kubwa sana ambayo haionyeshi kamwe. Kama nitaonyesha udhaifu wangu, nitaumizwa vibaya, nitadhibitiwa. Kutokana na hofu hiyo, ubongo wako umeamua mkakati mmoja, shambulia kwanza. Kabla mtu hajakuumiza, wewe unajionyesha mkali. Kabla hajakuambia hapana, wewe unasema hapana kwa nguvu zaidi. Matokeo, unakuwa na nguvu, watu wanakuogopa, hakuna anayekudanganya, ulimwengu haukuathiri. Lakini tatizo la ukuta wa nguvu, ukuta wa chuma ni mzuri kwa vita, lakini mbaya kwa mapenzi. Ukuta huu ukizidi, 1, unakuwa peke yako kwenye kiti cha enzi. Watu wanakuogopa sana mpaka hawawezi kukukaribia kweli. Wanakuona kama bosi, sio binadamu. Upendo wa kweli unahitaji udhaifu kidogo. 2, unachoka kupigana. Kuweka hasira juu kila siku kunamaliza moyo, ndiyo maana aina ya 8 wengi wanapata pressure. Kichwa kinauma, ni kama kuendesha gari gia 5 kila siku. 3, unapoteza raha ya kupokea. Unajua kupigania tu, kupokea msaada, kupokea upendo, kupokea pole inakuwa ngumu. Unasema mimi niko sawa hata ukiumia. Dawa ya aina ya 8 sio kuwa dhaifu. Dawa ni nguvu ya utulivu. Aina ya 8 hamna haja ya kuvunja ukuta wote. Hamna haja ya kulia mbele ya watu. Dawa yako ni kuweka bunduki chini kwa sekunde 3. Hapa kuna dirisha 3 la kufungua kwenye ukuta wako wa chuma. Dirisha la kwanza, sekunde 3 za kimya kabla ya kupigana. Kitu kikikukasirisha, kabla hujapiga meza au kusema neno kali, fanya hivi. Weka miguu yote miwili sakafuni. Vuta pumzi ndani sekunde 3. Sema moyoni, nipo salama. Hii sekunde 3 inakupa chaguo. Nguvu yako itatoka kwenye hasira ya reflex na kuwa nguvu ya uamuzi. Dirisha la pili, sema sina uhakika mara 1 kwa siku. Kwa aina ya 8, maneno haya ni kama sumu, lakini ndiyo dawa. Jaribu kusema sijui jibu hili au nahisi nina hasira lakini sielewi kwa nini. Hii haikufanyi uwe dhaifu, inakufanya uwe binadamu. Watu wataanza kukuamini zaidi, sio kukuogopa tu. Dirisha la 3, tafuta sehemu salama moja ya kuwa laini. Chagua mtu mmoja tu maishani, mke, rafiki wa dhati, Mungu. Na huyo mtu mmoja tu jaribu kusema au kumwambia leo nimechoka mkuu, bila kutafuta suruhu. Aina ya 8 mnapata nguvu mpya mnapokubali kupumzika. Simba hulala masaa 20 kwa siku ndio apate nguvu ya kuwinda. Hitimisho kwa mkuu wa aina ya 8. Mkuu, wewe si mkali. Wewe ni mlinzi. Dunia inakuhitaji wewe aina ya 8 kwenye kusimama kwa haki, kulinda wanyonge, kusema ukweli hata ukiuma. Lakini kumbuka kanuni hii. Nguvu bila udhaifu sawa sawa na upweke. Nguvu ukijumlisha udhaifu mdogo, uongozi wa kweli. Huna haja ya kubadilika kuwa aina ya 9. Huna haja ya kuwa laini kama pamba. Kaa chuma chako. Lakini chuma kizuri kina bawaba, kinapinda kidogo ili kisivunjike. Leo umejisikiaje kwenye kifua mkuu? Moto unawaka au umetuliza kidogo? Niambie kwa uaminifu wa aina ya 8. Ripoti imekabidhiwa.